Leo Bwana ananena nawe. Leo Bwana anazungumza na wewe ya kwamba shida zako zimeisha, kilio chako Bwana anakiondoa, amani yako inaenda kupatikana, chochote kupoteza maishani mwako Bwana majeshi anaenda kurejesha. Fungua nami kitabu cha Samuel, 1 Samuel 7:16. 1 Samuel 16. Tenda kwa haraka sana kwa sababu muda hauko upande wetu. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asimiliki Israeli, nijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Yaani Bwana akamwambia Samueli, yeye atalia Sauli hadi lini? Achukue pembe yake ijaze mafuta, aende Bethlehemu kwa nyumba ya Yese, maana ndani ya nyumba ya Yese amechagua mfalme, ambaye mfalme ni Daudi na nyumba ya Yese. Leo ninakuita Daudi katika hii madhabahu. Bwana amekutuma mahali hapa, amenituma kwa ajili yako, amenituma kwa ajili yako Daudi, amenituma Bwana kwa ajili yako, ili nikazungumza na wewe mchana wa leo, ili nikaongea na wewe mchana wa leo. Daudi, Bwana anakutafuta. Bwana ametuma mtumishi wake kwa ajili yako. Bwana amemtuma ndani ya nyumba yenu, amemtuma ndani ya familia yenu. Wewe ni Daudi mahali hapa. Bwana amekutuma ili Bwana Samueli akuanoint, maana wakati wako umefika. Umeishi maisha haujielewi. Bwana anakutafuta sasa. Mahali umeenda kuchunga, mahali umetekwa nyara, mahali umeenda ujielewi, Bwana anakufuata mahali huko, mahali maadui walipokuweka, walikuweka wakaburi, wakasema hautatoka tena, lakini Bwana ametuma mtumishi wake akutoe ndani ya hiyo kaburi, akutoe kwa hizo vizuizi, akutoe kwa hiyo magonjwa, akuondoe kwa hizo laana, ili ukawe mtumishi wake. Mstari wa pili unasema, Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamwita Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda, nawe utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipomtuma Samueli ili aende katika nyumba ya Yese, Samueli alikuwa na uoga, lakini tayari Bwana alikuwa amemtayarisha ili aende Bethlehemu, ili aende ndani ya ile familia. Alipofika mahali pale, akaeka sadaka ile, na wazee wa vijiji wakamwandama. Yeye aliona kwamba labda ataenda kushambuliwa, lakini alipofika pale, Bwana alikuwa amemtangulia. Watu wakamlaki pale, wakutetemeka na kutetemeka, maana anointing ilikuwa juu, uwezo wa Bwana ulikuwa ndani yake. Wakaanza kuwanyahanya. Wakati anointing ya Bwana inapokuwa juu yako, lazima maadui wakupige saluti, lazima maadui wakuheshimu, lazima maadui wanyenyekee. Leo ninakwambia
haiachii. Bwana wa majeshi ataenda kuifanya kwa maisha yako. Hivyo inaweza kuwa injili inapita na wengine hawashiki. Kama ushiki wewe umerogwa. Samueli akafanya haya aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki, wakatetemeka nao wakasema, je, umekuja kwa nini? Naye akasema, naam, kwa maana nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana akaangalia kama binadamu. Bwana haangalii kama binadamu anaangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Thank you my Lord. Yani wanadamu waangalie kama vile wanaangalia tu sura, hawaangalii mtu amebeba nini. Wanaanza kujaji, wanaanza angalia yule amevaa dera anatuambia nini. Lakini Bwana hakuangalia dera ninayovaa, aliangalia moyo wangu na kuna unafaa, akanisimamisha kama Samueli mbele yake. Sasa wewe Daudi, Bwana anakutafuta. Wewe Daudi, Bwana anakutafuta. Wewe Daudi, Bwana anakutafuta. Ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa. Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja. Yani hawataketi mpaka Daudi atakapowasili, maana Daudi tayari amechaguliwa kuwa mfalme. Mfalme popote anapoingia lazima watu wasimame. Hamwezi keti mpaka yeye aketi waambie ketini ndio na nyinyi mketi. Tayari Samueli akasema ya kwamba sisi hatutaweza kuketi, tumana akaite mpaka afike. Anapewa heshima kabla hajakuwa anointed, lakini Bwana alimuita alipokuwa tumboni la mamake. Kwa hivyo hiyo heshima baada iko ndani yake, japokuwa kuna wale wasio na ufahamu, wale wasio na macho ya kiroho, wanakuangalia tu kama wewe, wanakuangalia tu vile ulivyo, hawajui ni nini ulichokibeba ndani yako. Wanakudharau, wanakwambia katote maji, kapike, osha vyombo, mara wamekutukana. Hawajui ya kwamba wewe ni Daudi, wewe ni mfalme ndani ya nyumba yenu. Hawajui ya kwamba bila wewe kwa hiyo nyumba mambo mengi itaharibika. Hawana ufahamu, lakini leo nimekuletea habari njema. Bwana anaenda kuachilia ufahamu. Bwana anaenda kuachilia ufahamu. Bwana anaenda kuachilia ufahamu. Yani hata babake Daudi hakuwa na ufahamu ya kwamba mtoto wake ni mfalme. Ndugu zake wote hawakujua kama Daudi ni mfalme. Hawakujua kama Daudi atakaposimama Bwana atawatetea. Hiyo hawakuwa na ufahamu nayo. Leo nataka nikwambie ya kwamba wale ndugu zako wanaokudharau, ile familia yako inayokudharau, Bwana wa majeshi siku ya leo anaenda kuonyesha wewe ni nani. Watakutafuta, watauliza uko wapi. Hii kikao haiwezi
likifanyika, lazima uwe ndani ya kikao hichi. Hatuwezi anza kikao hii meeting, hatuwezi ifanya kama wewe haujaomba. Hebu omba ili tuanze hii meeting. Heshima iliyopotea Bwana anaenda kuirejesha. Wewe laana waliokupatia Bwana anaenda kuibadilisha kuwa baraka. Daudi, Bwana nakuita Daudi. Daudi, Bwana nakutafuta. Toka malishoni Daudi. Hello. Are we together? Basi akatuma mtu naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka mtie mafuta, na ni huyo ndiye. Bwana akasema, akamwambia Samueli, amka umtie mafuta, maana huyo ndiye. Jesus Christ. Siku ya leo Bwana amenipa mamlaka ili nikumwagie mafuta wewe Daudi, ili nikutoe malishoni wanadamu mahali walikuweka, mahali kwa kudharauliwa na kunyanyaswa, mahali kwa kukataliwa, ili unapotoka ndani ya hii madhabahu usimame na kumshangilia Bwana. Maisha yako Bwana anaenda kuibadilisha, wimbo wako Bwana anaenda kubadilisha, sauti yako Bwana anaenda kuibadilisha, kuongea kwako Bwana na kubadilisha. Lolote utakalolitamka litatendeka, chochote kinachofanya kitafaulu. Sasa Bwana ananiambia ndani ya hii madhabahu, uko ndani ya madhabahu lakini umedharauliwa, familia yako haikujali, mahali unafanya kazi unapambana, unajitahidi, lakini tajiri wako haoni, kujitahidi kwako haoni. Lakini leo nataka nikwambia kwamba Bwana amenituma kwa ajili yako, ili nikumwagie anointing hii, ili Bwana kajidhihirishe ndani yako, ili Bwana kaonekane maishani mwako. Kila pando uliopandwa na wanadamu, hilo pando Bwana anaenda kulivunja. Mipango waliokupangia sasa maishani mwako, Bwana wa majeshi anaenda kuipangua. Chochote kilicho kinyume na maisha yako, Bwana wa majeshi anaenda kuipangua. Mitego walioitega, Bwana anaenda kuitegua. Daudi, toka malishoni Daudi, Bwana anakuita Daudi, toka huko kwa masengenyo, toka huko kwa usharati, toka huko kwa kuonewa, toka huko kwa kudharauliwa. Bwana anakuita Daudi. Samueli akaitoa pembe yake ili akapate kuanointi Daudi, maana wakati wake umefika sasa. Wewe ni Daudi katika hii madhabahu. Bwana anakuita wewe Daudi, Bwana anakuhitaji wewe Daudi, Bwana anakulilia wewe Daudi. Bwana anakuita. Ndipo Samueli akaitwa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho wa Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Umekataliwa mtu wa Mungu, umeteswa mtu wa Mungu, umeteseka kwa muda mrefu mtu wa Mungu, umemlilia Bwana bila kufaulu mtu wa Mungu, umejinyima, umejitesa mtu wa Mungu, umefunga hata kwa maombi ya kavu, lakini Bwana hakusikia sauti yako.
lakini Bwana hakuangalia wewe, alingojea wakati wake ufike. Ilikuwa maombi yako kwa store, maombi uliyoyaomba ilikuwa naiko kwa store yake. Lakini leo nataka nikuambie, leo maombi yako yanaenda kujibiwa. Tamanio la moyo wako Bwana anaenda kuachilia. Chochote kilichokusunguka usisonge mbele, Bwana atakiondoa. Nataka nikuambie ya kwamba leo chochote kinachokusunguka, yoyote aliyesimama na kuzuia baraka zako, Bwana majeshi anaenda kumondoa. Kuna watu wako ndani ya maisha yako, lakini wale watu ni uzia, wameziba kufanikiwa kwako, wameziba mafanikio yako. Leo nimekutabiria sasa, uzia wako anaenda kuaga, anaenda kuondoka. Wakati Bwana anaenda kumwagia mafuta hii, yoyote aliye kinyume, yoyote ameshikilia baraka zako, Bwana majeshi anaenda kumshukia. Hiyo connection Bwana anaenda kuiondoa. Mipango ya wanadamu inaenda kuvunjika, mamlaka zao zote zinakaa chini. Haijalishi ni nani, lakini nimesema Bwana amenituma kwa ajili yako. Uzia wako leo anaenda kukuachilia. Wakati Bwana anapoenda kumwagia mafuta, uzia wako anaenda kuondoa. Hello. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? The time is now. The time is now. The time is now. Kila pando lililopandwa ndani yako, kila kilichokuwa kizuizi ndani yako, Bwana majeshi yuko tayari. Bwana majeshi yuko tayari kuondoa. Unapoenda kupokea mafuta hii, Mungu wa mbinguni atashuka juu yako. Simameni, mweke viti kando, maana na sitaki distraction yoyote. Ni vitu vyako kando, mchezo wenda kubogosha pamoja sitaki. Wakati Roho Bwana anapokuwa kazini, sitaki mzao wala mchezo wala madhabahu. Na nakatenda mambo ya kitofauti. Nataka tamanio la moyo wenu Bwana majeshi akapate kukamilishia. Kilicho kizuizi maishani mwako, Bwana majeshi